Tulipotoka bandarini, tulipoingia Mkondoni, pia upepo ulikuwa sio mwingi, lakini hali ya hewa ilikuja ikachange. Tushachanganya mkondo pale. Baada ya kuchanganya mkondo, tushaiacha Tanga, tupo katikati ya mkondo. Tanga hatuoni, Pemba hatuoni. Likaja wimbi la kwanza likafunika pampu zetu. Huyu ni mmoja wa baharia Ibrahim Masud aliyenusurika kifo baada ya jahazi lilokuwa limebeba miti na mbao kutoka Tanga kuelekea kisiwa cha Pemba. Tukapambana kutoa maji kwa vidoo, lakini jahazi ni kubwa kama mnavyoiona hapo. Bahari ya Hindi kwa karne nyingi imekuwa njia kuu ya riziki kwa wakazi wa pwani, ila mara nyingine mawimbi yamekuwa na hasira na upepo hauna rafiki tena, na huku ikisababisha maafa baharini kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Karibu kwa makala ya safari iliyofia midomoni mwa bahari katika nyakati za mabadiliko. Hapa ni Kipini. Safari ndefu ya kilomita mamia ya Mto Tana inafika tamati. Ni mahali ambapo maji baridi ya mlimani yanakutana na chumvi ya bahari ya Hindi katika ndoa ya daima isiyopata talaka. Nakutana na jahazi hili lililosukumwa na maji baada ya kushuhudia upepo na mawimbi makali baharini. Na kama elezeavyo mwenye jahazi hili Bwana Masud bin Ali, mkazi wa Pemba, uokozi wa mabaharia wake ulifika kuchelewa baada ya wao kukumbwa na mkasa huo baharini na kupelekea jahazi hili kusukumwa hadi bandari ya Nagea kupitia uokozi wa BMU Kipini. Nilipopigiwa simu mimi na captain wangu ambaye hakuweza kuja hapa anaumwa, mimi nianza kuwasiliana na watu wanaoshika pale bandarini, na wao wenyewe walipeleka salamu mapema sana bandarini kwa ajili ya uokozi. Lakini kwa kweli watu wana delay sana katika kuokoa watu na mali zao. Tunakuwa na tabia ya kudelay. Hatujali, watu wengine ofisi nyingine hazijali hiyo habari. Wamekwenda kuokolewa saa 7, niyo kubahatisha tena. Mtu anapigwa simu saa 2, saa 3, waokoaji wanaenda saa 7. Huna hakika utawakuta hutawakuta. Hata hivyo Bwana Masud hana budi ya kurudi na miti hizo Pemba. Licha yeye kuwa na vibali vya Tanzania, anahitaji msaada kutoka kwa idara ya misitu kuona jinsi gani atakavyowezesha kusafirisha na kuiuza miti hii ili aweze kurekebisha jahazi lake. Lakini sasa imebeba na miti. Hii hatuwezi kurudi nao tena kule. Inakuwa ni shida. Ni lazima iuzwe hapa, ili wenyewe mali apate angalau kitu kidogo, asipate hasara moja kwa moja. Lakini unakuwa na usumbufu. Umeshapiga ripoti polisi au sehemu zote tushapiga ripoti hapa Kenya. Hii sehemu ya wanaita nini Kipini. Sasa ukipitisha gari ya kwanza ya miti unasumbuliwa. Ukipitisha ya pili unasumbuliwa. Na ripoti zipo. Kwa hivyo tunaiomba serikali kama ni ya wilaya, kama ni ya kijiji kwa hapa Kipini, ijulikane kwamba hii chombo imepotea. Hii miti sio miti ya kukata katika forest ya hapa. Hapana, hii miti hii haiko hapa. Miti inatoka Tanzania bara. Kwa hivyo tunachoomba serikali kuambia hao wanaohusika na hizi kazi wasitusumbue. Waone tumepata shida, tumeriski, tumeshapata angalau robo ya mali. Hii mali tupeleke pahali, tuuze, tupate pesa, tutengezee jahazi yetu. Mwenyekiti wa BMU Bwana Omar Abdalla anaunga mkono ombi hilo, akisihi maafisa usalama kutofanya hali kuwa ngumu zaidi kwa watu ambao tayari wamepoteza kila kitu baharini, wakati jahazi hili likisubiri ukarabati ufukweni mwa Kipini. Kila mwaka ikifika mwezi wa 4 during hii wakati wa upepo wa kusi, lazima tutapata maboti, watu kama hivi wa kurescue kutoka Tanzania. Tungeomba serikali, hawa watu wameathirika na kufikia saa hii wamekuja na miti hapa Kipini. Lakini sasa hiyo miti ambayo imekuja na hii boti ilikuwa imezama, hawakukusudia kuja Kipini. Wao wametoka Tanga wanaenda Pemba. Na kibali chao ni cha kutoka Tanga kwenda Pemba kupeleka huu mzigo. Lakini leo kwa bahati mbaya mzigo umekuja, boti imekuja na mzigo paka wapi? Kipini. Kumaanisha kwamba pia serikali yetu iko na sheria zake. Hawa watu watahitajika wapate vibali labda ya hii miti ili waweze pengine labda kusafirisha kurudisha kwao au kuangalia mbinu nyingine. Kwa hiyo tunaomba wale wahusika wa masuala haya waweze kuwasaidia ili hii rasilimali kidogo ambao wamebaki nayo waweze pia kuwasaidia, maana hii ni biashara, wasimalizike kabisa, iweze kuwasaidia ili waweze angalau kupata chochote ili watoe hii boti yao waweze kurudisha wapi? Kule kisiwani Pemba. Tuko tayari kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa yanayoendelea kumeza vyombo vyetu. Ikiwa mamlaka ya hali ya hewa imetoa taarifa ya upepo mkali baharini
kuanzia tarehe 22 hadi 27. Makala haya yameletwa kwako na Vox Radio na kutayarishwa nami Kula Nzomo.